Imeanza safari. Mtu aseme safari imeanza. Hata wewe nakutabiria leo, safari imeanza na usindespise humble beginning. Humble beginning inakuanga na madharau mingi, lakini usiangalie hiyo. Kuna mambo Mungu hajakuruhusu kuangalia. Maana ukiona hayo utakuwa discouraged. Imagine Mungu anaita wana wa Israeli anawaambia, unajua kwenu ni wapi? Hata si kule Misri, si wapi, hata sio hapa, kwenu ni Kanaani. But walipoenda kusurvey, Bible says 10 of them, percent kubwa, 90% walikuja na bad report. Do you know what they said? Because what you confess is what you possess. Even now what you are saying, hata hivyo naongea inaingia kwa akaunti yangu. Kuna watu akaunti yao iko negative, sitawahi olewa, sitawahi soma, sitawahi nini, sitawahi weka kazi. Sema, wewe ongea. Mwenye anapeana roho ako na uwezo, na nitakukonfirmia kwa Biblia. Bwana Yesu asifiwe sana. Walikuwa wameambiwa Kanaani ndio kwenu. And I'm telling you, mahali tuko si kwetu. Percent kubwa hii hatujafika. Paulo alikuwa anafika mahali akasema blessing. Na alipomaliza alijua. Paulo alipofika alijua. Ndio akasema in the book of 2 Timothy chapter 4 verse number 17, nimepigana vita nzuri na nimeweka imani. I have fought a good fight. Nimepress and I have kept my faith. Imani yako ndio Mungu anavalue. Sasa hata kile kilifanya Daudi akaua Goliath. Daudi hakuwa kimuda, hadi kimudu kiko na muscles. Hapana. Hata Samueli alipoenda kumwaga mafuta, aliangalia wale wako na muscles, akidhania vita ya Mungu ni ya muscles. Kumbe vita ya Mungu ni imani, makusa ya ndara na kile unaongea. Daudi akachomoka, akamwambia wewe Goliathi, kihege tari kiruhu, kama hiyo itaingia. Uncircumcised Philistine, who are you before the harvest of God? Kile utaongea utabonsesi yolo. Mama, sema nitatoboa. Me, I pray for somebody here. Finally, you shall be declared as a winner. Yes. Wewe kile utaongea, hata kama uko na loni inakufanya una sweat, unafikiria hiyo kitu sahi una sweat. Mama, usiangalie pande ile. Kuna vitu haujaruhusiwa kuangalia. That is the mistake the children of Israel walifanya. And do you know what? Walianguka wakiwa kwa mpaka unaitwa Kadesh. Enda usome Numbers 23. Verse number 13. Maandiko inasemanga wakiwa kwa mpaka wa Edom, mahali panaitwa Kadesh. Ndio Mungu akawaambia endeni muangalie muone vile kunakaa. Walikuwa almost there, lakini maneno yao iliwarudisha nyuma. The product of your mouth. Na ndio napenda mtu mmoja alikuwa hapo tu ndani. Hakutakosa mmoja ataziona kwa tu. Caleb and Joshua waliongea na kitu tofauti. Hata wacha tutafute hiyo maandiko. Caleb and Joshua. I think in Numbers 30. Caleb and Joshua. What you speak is what you possess. Labozi katandara. Entre mazikayanda. Utatoboa mama. Somebody say utatoboa. Hai. Kuna mtu Mungu ameniambia nimwambie utatoboa tu. Hata kiumane namna gani? Ongeanga ukiwa Bwana. Hata kiumane namna gani? Wacha nikuulize, are you more than Sandra kumesa kada Abednego? Mwaitikia. Jamaa wanaona moto for second hiyo. Hata si ndoto. Unajua wengine hata wametishiwa kwa ndoto. Ndoto peke yake tu imefanya wewe. Yotanikiwa uchi. Si utoke ufae nguo asubuhi na uinene. Saa ingine amka hiyo asubuhi na uliota ukiwa uchi, kumbe ni bwana yako unanyang'anywa. Kumbe ni roho ya kunyang'anywa mzae. Amuka, chukua jacket ya bwana yako, vaa, anza kuomba. Maya saka paka. Hey! Hello, uenda ni kazini. Unaenda kunyang'anywa kazi, chukua file za kazi, usinendelee tena. Uliitishwa na manager jioni akashika. Ukaona ni kama mchezo ukuelewa meaning. Usiku ukaota ukipoteza document. Zichukue tena by the anointing. Now declare the one in the book of Mark chapter 16 verse number 18. You shall lay your hands and recover. Mungu hakuwa anaongelesha ugonjwa peke yake. Unajua magonjwa ni nini? Mtu ameweka virus ya kiroho. Unaota ukipoteza simu kandi ya simu. Simu inapotea, inaibiwa kwanza kwa ndoto. Some of us simu kandi za kiroho hakuna. I know what I'm saying. Sometimes wake up mikono kwa ile message uliona jana. In the by faith.
Some of you delete your message. Ingia kwa anga ya kiroho. Mtu alikutumia message ukulala. Ingia kwa anga ya kiroho. In the mighty name of Jesus, lay your hands to the same message. Sikuelewi. Sikuelewi. Haujaongea. Mama haujaongea. Mpango wa kando ndiye anaongea. Achana na bwana yangu, ni wako. Mtoto wako akafuliwe nguo na mama mwingine, ati ulifukuzwa. Mama hata si anashia kwenda asisikiliza kwa wewe kama tumia kama kitenda usiona. Nyumba yako ni yako. Luke chapter 11, 21 and 22. The Bible says, when a strong man guard his palace. 21. When a strong man guard his palace, his goods are in peace. Mtu mwenye nguvu anayejifunga silaha, anayelinda mali yake, na wale mnanitazama, mali yako iko salama. Akija mwingine mwenye nguvu, ninaomba katika jina la Yesu, supernatural power. Ndio ulikuwa na power kidogo, ndio haukuwa na nguvu, lakini nguvu za Mungu sizikuje juu yako. Hello? Nguvu za Mungu zikikuja zitakani kujua, zinavunjanga protocol. Mama moja anaenda anaambiwa wewe utazaa. Anauliza, how can this be things be? Kwa nini sijaolewa? Achana na sayansi yako kwa Mungu. Do you know why niliambia watu siku nyingine hapa, wacheni kupelekanga miracle zikapungwa na watu wa dunia. Hadi sasa hiyo huwezi amini miracle. Lazima daktari wakuje na vitu zao. What is miracle? Miracle is what is beyond science. Ati lazima tupeleke Yesu hapo tale, daktari waletwe wakonifamu ini kama HIV kama HIV inapona. Lazima tulete Yesu kwa mtihani. Yesu ni wakufanyiwa mitihani kama hiyo. Imagine Yesu anatengeneza matope. Anapaka mtu macho, anamwambia enda Siloamu. Mama utarudi ukiona. Ni nini hiyo? Ni imani. Alafu sisi hatujui neno. Na ndio maana unaona madhabahu zetu hazina power. Tumeleta politicians kwa madhabahu. Hazina power. There is no power. Maana kama inakuwa na power, wangeshikiwa hapo. Fire! Moto inaanza kuwakamata. Wanasema mimi nataka kuokoka. Nitafanya kazi ya. Na ndio maana wanakuza chachi wanatundanganya, wakienda kule. Tutawapatianga every month kila mmoja 6,000. Ulipewa ngapi? Na tunacheka huko. Mimi nasema wakija Jesus wako, Yesu wako. Mimi napenda Elijah. Elijah alisema tutakaa tena under two opinion. If God is God, uli atajibu na moto. Naomba wakuje siku moja kwa ibada Mungu ajibu na moto. Na watu wasipewe maunga. Amen. Watu wasipewe maunga, wapewe neno na roho wa Bwana ashuke. Hata wale wamebeba hizo maunga wakamatwe. Come here. Wengine tupewe land card. Maana kuna wahubiri tumepewa land card na tutoki kwa madhabahu. Hapo ni kuuza njae na metura, halafu tunaanza kupigia mpira hapo juu. Hatuogopi Mungu. Mungu Elijah alienda wapi? Elijah anauliza until when tutakaa kwa madhabahu mara mbili. Akasema kama madhabahu ya Mungu ndio itajibu, tuweke hapa. Leteni dhabihu mara ngapi? Wao walikuwa wengi wakaleta yao. Elijah akasimama, akasema atakaye jibu kwa. Na leo natabiria mtu kwa embassy na simujui, your God will answer them by power, by fire. May God answer them by blessing you. Walisema uzai, wakaenda kwa mganga wako, wakafunga tumbo ya chini, hawezi zai na ishini kuuma. Leo kama Bwana mpaka mafuta kwa mbasi, hiyo tumbo nimeifungua. If I be a man carrying power, today in the mighty name of Jesus, I disappoint that devil. Nimeaibisha shetani, alisema lazima ufanyiwe operation. Mama ufanyiwe operation, hautapasuliwa. Upasuaji haufanywi, nitarundia, upasuaji haufanywi. Angeli ya mamako apasuliwe kichwa, angaliwe. Sijui kuna tumor, whatever they call it. I decree and declare in the name of Jesus. Yesu aliambia Peter kitu nitapenda. Number 1. Alimwambia Peter, you are the rock. Juu yako na saa nyingine unakaelekesha vile kutaenda kuende. Tuone watu. Nakaelekesha saa nyingine vile kutaenda kuende. Usifiche. Injili ni hadharani, haleluya. Unawachukua. Unajua natakanga yangu ikishika moto ishashika. Yesu akamwambia Peter, leo I want to make you. To make you. Ni to mend or to make. I will make you. Akamwambia leo nitakufanya uwe the rock. Mbeleni hapo anaitwa Peter. By the way hapo anaitwa hivyo. Alikuwa anaitwa Simon.
Bar Jonah. Siku moja Yesu naye akamletea mtihani. Akauliza mitume, "Who men say I am?" Unaisikia soma mahali Yesu aliwauliza watu wanasemanga mimi ni nani? Percent kubwa fail. You are only prophet. Fail. Tunakuonaga kama Elijah. Fail. Yesu si Elijah, Yesu ni Mungu. Peter akamwambia, "You are not Elijah. Neither you are not like us. You are Christ, which means you are Messiah, which means nimesema Yesu ni Mungu. You are Messiah, which means Yesu I think Jesus na yeye zake zikaamuka. Akamwambia Peter, siketi bila hata wewe kukupatia original identity. In the mighty name of Jesus who I serve today, I want to give myself even to you original identity." Watu wamekuonea sana mama. Usiku Mungu aliniletea vision. Nikiwa na gari ya harusi kubwa, gari kubwa sana. Lakini wale niko nao wanataka kwenda na zao. Sijaielewa, nimeomba sana na nitaomba. Kaisha. Wanataka tukae wao, lakini mimi niliona nimeletewa nguo nzuri. Inakaa nguo ya wale wengine wako na nguo very smart nzuri za wedding. Wao watu wanataka kuficha yangu, tukae na wao. Sasa hiyo mtoto bado inanipiga kichwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini nakuja kujua mimi nilikuwa nafanya kwa hiyo harusi. Wananichelewesha hapo. Kama niseme leo mahali tumecheleweshwa na baba katika jina la Yesu, maana nimesema hiyo ndoto kwa mass. Harakisha process ya mtu hapa leo pamoja na ya apostle ziharakishwe katika jina la Yesu. Yesu akamwambia Peter, "From today hautaitwa Simon but Jonah. And right now, whether I know you or not, God knew you. You will no longer be called." Na jina ya mashina. Your days of shame are over. Nitakusemea amen. Amen. Your days of poverty are over. Akamwambia, "From today you are the rock." Rock means upon you nitajenga church. Imagine I open my church. And the gates. Ukiona kuna gate. Unajua gate ni nini? Wengine wamezuiliwa na gates za kwao. Milango ya kwao imewazuilia mlango wa neema kuwafungukia. Mtu anajaribu kupata kazi, pesa ikiingia maana ya gates za kwao kule alitokelezea. Kwa kwao analewa hiyo pesa yote. Otherwise jua ni gates za familia. Kijana anafaa walioa kitambo na amesahau. Ukimpatia 100 saa hii kile atafikiria ni mahali apige kakona akunywe changanya. Those are gates, and I pray in the mighty name of Jesus, those gates, family gates will release you. How many believe that gates Mungu anazishake? Ni nani yule alishake gates akazibeba? Kuna mtu mmoja hata Biblia inasemanga alibeba gates wakitaka kumuua. In fact wangemfungia hapo na walimngojea usiku wote. Kuna watu wameshikwa na wakafungwa, hata ndoto zao wamewekwa kamba. Amen. Yeye aliamuka huyo jamaa, sijui alikuwa aje, alibeba gates. Akaenda akatupa huko. Naongea leo, chukua hizo gates za kwenu katika jina la Yesu. Uende undeclare the blood of Jesus. Hii bwanangu simwachi. Ni baba ya watoto wangu. The gates za divorce kwetu. Gates za taraka. Ni mnakalaga. Mnasikiaga kitu ukikasirika vile umecheleweshwa. Imagine kuna mtu amegonga 45 years. Mama atagirira ngai. Asubuhi Mungu ameniongelesha kitu nikiwa zima, wakati nimeona huyu dereva nikamwambia tuende baba. Mungu akaniambia, "Mimi nimekubali, sikubali hiyo. Hakuna vile unaweza serve Mungu for 10 years bila kuona sign. Never. Something must be wrong somewhere." I repeat myself. You cannot stay with God. Kama mwizi tu msalabani, alimuita during the night hour. You remember wale wezi wawili? Siku moja alimuita usiku wa manane. Ni usiku wa masijuni saa ngapi? Maandiko inasema wakiwa na Yesu wako, giza ilikuza masaa matatu. Jesus akamjibu the following time at moments, akamwambia, "Today you will be in the, na mimi mtakuwa na mimi watu paradise." Wengine ni tuotanga tu tunazionaka kwa ndoto, tumekataa. Sema ninalea, nataka kuzienjoy. Enjoy your marriage today. Enjoy your career today. Wameamua hiyo nini yako ita expire. Degree zako ni ma certificate tu. Every year Nairobi, this is my year. Not here now. Hatuongei mambo ya here. We are speaking of cold of season, and our season is now. This season ya mvua ikifika kunanyeshanga. Anda wewe ndire si mpango wa Mungu. Na nitarudia. Si mpango wa Mungu.
Imagine naonyeshwa gari zangu na wale tulikuwa na wao, lakini wale niko nao. Wanachukua nguo yangu ya harusi gown. Wanataka wasinipatie tukae na wao. Sasa bado nasumbuka na hiyo kitu. Hawataki niende hiyo harusi. Na nimepewa na nikaambiwa you are qualified. By the way, in dreams niliambiwa you are qualified na nikajiandaa. Kwanza kujiandaa wanaficha nguo zangu. Kwa ndoto. Kwanza kuziandaa wanaficha nguo zangu. Sema mstari mmoja na Mungu atubariki. You are so amazing. God bless you. I this power. Grace of speech. Yes. Some of us kile tunahitaji ni asilirisho ya Mungu. Grace of speech mama. Mwaka huu akuone. Mtoto wako aonekane. Wengine hata mamako anaulizanga ngai hata unakopanga kwenda kwenu. Maana unajua swali la kwanza lile utaulizwa. Kuna wakati singeenda home. Unajua tu kile hata saa nyingine alikuwa ananiambia usiniletee kitu yeyote, niletee familia nione itoke wapi. Hawataki zawadi zangu. Nami nilienda mbele za Bwana nikaambia Mungu leo kama nilikuwa siku moja nilifika magoti mahali nikakataa kuamka. Kaambia Mungu hapa siwezi endanga na hizi aibu zote. Tulibarikiwa na tukaongezewa. Prayer of fasting work. Umekula mchele sana ngotokoi. Huko hakunanga hiyo. Kule kwetu mimi. Kama huko kunayo. Nilisema ni mstari mmoja nasoma Numbers alafu 13. Yes, nimeishapata. Oh yes. Numbers 13 verse 30 to 33. Hiyo peke yake. Numbers 13 verse 30 to 33. Numbers 13 verse 30 to 33. And Caleb stirred up the people before Moses and said, somebody listen to this. Let us go up at once and possess it, for we are well able to overcome. Let us go at once and possess it. Na ni wale watu wameambiwa kwa kuna manjitu wanasema tuende na tuchukue because we are well able. Ukisoma mstari wa mwisho amalizia na huyo. But the men that went with him said, we are not able to go up against the people, for they are stronger than we. Who told you they are stronger than you? What about you and God? Verse number 32. And they brought up evil report to the land which they had searched unto the children of Israel, saying, the land though which we have gone to search it is the land that eat up the inhabitant thereof. Hata ukiwekewa vitu, nimekwambia wengine wataonyeshwa kwa ndoto. Hazikuumi lakini ziko kwa ndoto. Achana na hiyo. Achana na hiyo. Mama, sometimes you know na wende. Daudi alisema hata nikitapa katikati ya uvuli wa sifanyi nini? Kwa nini haogopi? Haya, tumalize. And oh, listen to this. And oh, let me ask you a question. Waliwaona wote aje? Nuko na wale igwa ya shiaragia. Sikia vile, are you sure? Frankly speaking, and wangayara muyana muyadhomu. Are you sure watu wote waliona everybody kwa uko? Everybody yako Canaan. Haya, tuambiane ukweli. Si wengine mko hapo mko na theology. Are you sure hawa watu waliona kila mtu? Hata mimi hapa nimesimama. Are you sure nimeona kila mtu? Hata wengine sijui mambo yao. Nao angia vile wana confess. Please let me tell you. Be yourself with God. Wacha kusemanga kule kwetu nimetoka, ando meenda ya miraa, makusha kani miraa. Mimi nimetoka mimi. Baba yangu. Wacha niache hiyo. Nakwambia siku hii. Ili sikule muda. Maana Yesu asifiwe. Bible says, and all, somebody say not all. Mimi nitabaki nikiongea positive. Mama ndio ukua. Hiyo kansa inapata watu kwenu. Ati lazima everybody apitie upasuaji. Kwako utaenda niwe. Ugwa taondotiwe ni Ngai ethini wako. Pale ngimwaigua kiugo kia ingira mbathire. Unaga amen. Ailipui. Amen iko hata China. Amen is not to comfort pastor. Amen is not to comfort pastor, is to agree with the one amen. Unaga amen mama. You may never know. Hiyo tu amen ishaondoa hiyo kidonda ilikuwa ina katalia. Amen is powerful. Amen. Mama, amen.
Sikia vile wamesema. And all the people we saw. And all in our own and all the people we saw in it are men of great stature. The last verse 3. And there we saw giants. Your God is bigger than your giant. My God, who I serve. Siku moja utaniona kwa TV utasikia ukienda. Yes. Yes, I'm telling you for free. One day I will preach it. By the grace of God. If Paul can stand, Paulo alikuwa anaua watu na aseme I don't qualify to be called an apostle. Reason, I persecuted the church. That is 2 Corinthians 15:9. Alafu finally anasema but by the grace of God. By the what? By the grace of God I am. Nitasoma hiyo sijui kwa wapi. Ili msitoroke na sadaka. Msiende kama mtasoa sadaka. Najua mna. Let me be my Lord. Sikia hapa sasa ya mwisho. And the Lord and there we saw giants, the sons of Anak, which come of the giants, and we were. Let me ask you. The Bible says, which come from the giants, and you came from. Do you remember the conversation of David? Face God ya Biblia alimwambia, I came to you in the name of. But hapa Goliath huyu hawa wanasema, and they came from giants. Those Anaks came from giants, not from God. Hiyo magonjwa haijatoka kwa Mungu na haijatumwa kwa Mungu. Hiyo kisirani hatuwezi pata mtoto haijatoka kwa Mungu, imetoka kwa shetani. Na leo kwa jina la Yesu tunafungua mpaka hiyo fallopian tube. Walisema hivi. Kwanza ningeomba tukienda kuomba weka mkono kwa somewhere. Please believe in the word of God. They came from who? And we were nitarudia hiyo. And there we saw the giant, the sons of Anak, which camp of giants, and we were in our own sight as a grasshopper, and so we were in their sight. Hujashika hiyo vizuri. Vile walijiona, nimemalizia hapo. Viewers mbarikiwe sana. Naenda kuomba na wao pia. Vile walijiona, ndivyo wale maandui waliwaona. Let me repeat. Wacha niweke na Kiingereza kama itawezekana. What you see yourself, how you see yourself is how they will see you. Then itaingia. The way you see yourself is the way they will see you. Ninge kusema sitarekondi sababu na vile nawaona ni kama ama niseme sitawahubiria vile na mtu mmoja aliniambia mimi naonanga watanisikia, nikamwambia hiyo ni yako. Mimi watanisikia kwa mbasi. Kuanga wewe na msimamo wako. Hati kwetu brother yangu unajua kuoa nilisikia anga walikuwa nilisikia. Wacha na za kusikia. Kuna watu hawakuona COVID. Hata wajui hiyo ni nini, mnasema vile mkisumbuka. Wewe kama haikuwa. Si ilikuja na ikatuacha. Kwanza hiyo siku tulikuwa tunakaa social distance. Nilikuwa na nimenunua radio ndio nilikuwa na ubiri nayo kwa mbasi. Radio hivi Kawa West. Sababu ukishika chuma kama hii suspect kavi. Na tukahubiri injili. Na kanisa haikufungwa yangu. Bila utaongea mama. Na leo kuna watu wako hapa Mungu anangojea waongee na hata shetani anangojea uongee. Nishaongea. Mam, kinaniita. Mam nituniefia. Sitakaa kwa hii ndoa koma. Ndoa si ya mam. That marriage is not for your mom. It's for you. Fight for yourself. Mam, vile mama tu alipigwa na taraka na wewe unajiingiza kwa the same spirit. That hotter will not catch you. Hiyo madhabahu itakora. Ikifika kwako ikose nguvu. Sasa utashinda kupiga simu shago. Na wacha nikuulize, ukiuliza advice ya ndoa kwa mtu ana, do you think atakuwa advice aje? Wanaume wote ni shetani. Na sasa hii kuna mwingine anaita wake nitakuosha, nitakuvalisha nguo na hata mwingine anamuombea. Hata kama haendi church, niliambia washirika wangu, mkiza church, hata kama bwana yako hayuko church utamuombea.
You have to pray for your husband and your children, whether you like it or not. Mmoja alikuja hivi akaniambia, Pasi, tuliachana sio ni miaka ngapi? Hata amepiga simu. Kukuja tu kwa ofisi akaniambia, mimi hata siwezi ongea na yeye. Hata nikupe simu ongee na yeye. Kwanza lile jina nilikuta amemsave. Nilimwambia kama utoi hii utaishi na talaka. Ati amemsave Munyama. Aliniambia, Pasi, huwezi ongea na huyu. Ongea na kwenda kuangalia ile jina inanifanyia hivi na zile simu zilikuwa zinafanya hivi. Munyama, na aliandika na capital letter. Really hata hawezi sawa. Do you think ukiweka mind your husband is Munyama, what is the result? Za unya. Na unajua kuna wanaume waongeani. Ananyamazanga tu, wewe piga keliku. Unajua hivi wewe. Hawapendi kelele. Mwanaume anaweza kuachia gari kama hii, aende akomboe kanyumba ka 9x6 bora kae na amani. These people are formed. You are in the mage. Na usikasirike. The Bible says God formed man. God formed man from the dust. But in case of a woman, alifanya mwanaume alale, akatolewa ubabu hapa. Hello? Wewe ukatengenezwa. Halafu mwanaume ndiye alikupea jina kama ujui. Alisema nitamuita nyamashia kwa. Alisema aje? This is bones of my bones, flesh of my flesh. Akasema akamuita woman. The reason ya kumuita woman, alisema because she came from me. Sasa nafaa aitwe man. Iko hapo ama yuko? Na ndio nasikianga mwanaume bila mwanamke haja kamili. Sema hivi. It's true, sinahubiri ukweli. Bro anasema nahubiri ukweli. Haja kamilika ndio ya hiyo. You are manliness. Without Basta uhubiri leo sana. Naomba uandae sadaka yako. Nimekubariki. Chukua namba yangu ya simu. Wacha niombe na ule yako kwa online. Baba, katika jina la Yesu, kuna mtazamaji anatazama Facebook na wengine wako kwa YouTube baba. Ninaomba hii mahubiri ya leo vile imewabariki kutane na wao. Ninaomba na maisha yao na ninapeana maisha yao kwako baba. Uwalinde na uwalindie siku yao ya siku ya leo. Mahali wanaenda kwa kazi alama, mahali wananitazama wakiwa mwingine ni mgonjwa na amesubscribe akaniona baba. Ninaomba maumivu ikatulie kwake na nena damu ya Yesu Kristo kwa maisha yake Bwana wa mabwana. Na mleta kwake mfalme ukamuinue. Na hata watu kona wao hapa kwa Mbasi baba. Kule wanaenda fungua njia zao. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu tumeomba na kuamini. Amen. End the video now. Glory to God.